Madi ametoka Abuja amekuja Lagos ili kutafuta wanaume wenye pesa. Kifupi anafanya biashara kujiuza, lakini kwa matajiri tu. Hataki tena kutoka na vijana wa mjini kwa sababu nao wanategemewa sana kulelewa. Sasa kuna dalali ashampa oda ya kumtafuta nyumba ya kuishi, eneo ambalo wanaishi matajiri tu, ndipo na yeye ataenda kuishi hapo. Wakati anaongea na Shola, akaokota simu ya dalali. Karibu kwenye bonge moja la tambala mtu wangu, linaitwa More Than Flatmates. Mimi naitwa Rio na hii ni Zura TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Upande pili huku kuna hao masela wawili, Jesse pamoja na Marvin. Hao wanafanya kazi ya utapeli tu mtandaoni. Jesse anatamani sana ahamie kwenye nyumba nzuri ili iwe rahisi zaidi kwenye kazi zake. Wakati anaongea hapa, mchizi akaokota simu ya dalali. Akamwambia ameshapata nyumba kali kinoma yani. Tena eneo ambalo wanaishi matajiri tu. Mchizi akataka kwenda kuiona ile nyumba. Huku Madi naye amepewa taarifa kuwa nyumba imeshapatikana. Kwa hiyo akataka kwenda kuiona hiyo nyumba. Lakini kwenye akaunti yake kuna milioni 2.5 tu na kodi ya nyumba ni kama milioni 5 hivi. Nina milioni 2.5 na mimi. Madi anajua atatoa hiyo pesa, uzuri pamoja na mwili wako utatumika pia kumalizia iliyobaki. Dalali anachokitaka ni kuwapangisha watu wawili kwenye nyumba moja. Madi akaja amechelewa kinoma yani. Hii ndo nyumba yenyewe. Huo ndo msamaha wa kuchelewa kufika. Samahani dalali, nani huyu? Ni msaidizi wako au? Kama atakuwa amekuja na wewe, naomba umfundishe adabu. Kwa hiyo unajivunia mwili wako, si ndio? Dalali akaanza kuonyesha sehemu za nyumba. Kama wataipenda basi watalipia. Naomba unionyeshe sehemu nyingine. Nikipapenda nitalipia. Kwani huyu ni nani? Uliniambia umepata nyumba kwa ajili yangu. Huyu ni nani tena? Anaitwa Jesse. Nimewaleta wote muangalie nyumba. Aliyepo tayari aangalie. Madi na Jesse hazijaiva kabisa hawa. Mwana akawa anamfanyia makusudi tu Madi. Anatamani ampige ngumi kwenye nyama, lakini anasita tu. Maana itakuwa noma hii. Baada ya muda wakarudi sebleni. Jesse akasema, "Nimeipenda, nitalipa asilimia zangu 50." Madi akasema mizimu yake pia imeipenda hii nyumba. "Mizimu yako ina pesa kamili? Naonekana sina pesa eh? Angalia, hii ni Mercedes Benz GRE. Wewe nayo?" Mwamba yuko bize kuomba namba alipie tu hiyo nusu. Wakaanza kubishana sasa hapa. Dalali ikabidi amtoe Jesse pembeni ili wazungumze kidogo. Dalali akamwambia mchizi aongee na Madi. Kama atakuwa na pesa kamili, basi yeye hata ipata hii nyumba. Mchizi ikabidi awe mpole tu hapa. Basi bana, dalali akaja kumuuliza Madi ana kiasi gani. "Unadhani sina pesa ya kukulipa? Nina milioni 2.5. Kwa sababu tu nyingine nimewekeza kwenye biashara zangu, lakini ningekulipa yote. Kwa hiyo sijali. Nitakulipa sasa hivi hiyo milioni 2.5, halafu nyingine nitamalizia baadaye. Kodi ni milioni 5 na ana milioni 2.5 pia. Mnapoteza muda tu. Unaweza kupatumia wote hapa." Madi akagoma kupanga nyumba moja na Jesse. Hawajaishi pamoja kelele nyingi hivi. Vipi kama wakianza kuishi pamoja? Itakuwaje hawa? "Acheni. Kama mtaki kuna watu wanaitaka hii nyumba." Basi bana, Madi akamletea taarifa Shola. Shola akasema nawezaje kuishi na mtu ambaye hamjui? Madi akasema inapaswa iwe hivyo tu. Sasa zamani Madi alikuwa na uwezo wa kulipia nyumba ya milioni 5 peke yake kwa sababu alikuwa na mwanaume mwenye pesa sana. Lakini kwa sasa hawezi kwa sababu ameshaachana na yule mwanaume. Kwa sasa anatumia silaha mwili wake na urembo wake ili apate pesa na baadaye atapanga nyumba yake peke yake. Rasmi Madi amehamia kwenye nyumba yake. Furaha ilikuwa ni kubwa sana. Wakati anajiweka sawa hapa, akasikia kelele nyingi mno. Madi hapendi kelele kinoma yani. Upande wa pili huku Marvin anashangilia kuna mtu huwa anampenda sana Instagram. Kwa hiyo amesema anakuja Lagos. Kwa hiyo anaweza kupata fursa ya kuonana naye hapa. Mara mlango kagongwa. "Nani huyo kichaa tena?" Madi akasema, "Unaweza kuniletea kinywaji? Kwa sababu huna kazi tu unapiga makelele hapa. Jirani yako ametoka kazini amechoka. Wewe unapiga makelele tu ndani. Hauna mimi nipige makelele?" Madi akaanza kupiga kelele na yeye hapa. "Hebu nenda kapigia kelele chumbani kwako huko. Usipigie hapa kwangu. Nikiwa chumbani kwangu nawasikia. Punguzeni kelele zenu." "Utafanya nini?" Mwana akafunga mlango. Hataki kabisa mazoea. Watu wakaendelea kushangilia hapa. Wakati huo Madi alikuwa anagonga mlango bado. "Hebu acheni kelele." Sasa Madi akaja kumuelezea rafiki yake kilichomtokea. Shola akasema kuna mbinu anapaswa aifanye. Inaweza kumsaidia sana hii. Sasa Shola na wazo gani huyu? Acha tuone uko mbele mtu wangu. Sasa mpango wao ilikuwa ni kupiga makelele pia. Basi Madi na Shola wakawa wanacheka tu hapa kama wapumbavu. Walipiga kunga kishenzi hapa sebleni. Lengo wanataka walipe kisasi tu hadi Shola akapaliwa. Ikabidi aende jikoni kutafuta maji kwanza. Akawa amebaki Madi peke yake hapa anapiga makelele bado. Mara Jesse akaja analalamika kuhusu makelele. Madi alikuwa anacheka tu. "Naongea na wewe. Nakusikiliza. Usinilazimishe nifanye unachokitaka, sawa? Wewe sio ndugu yangu hapa. Naishi hapa pia. Punguza sauti ya TV na uache kucheka kama mbwa. Niache nifurahie filamu yangu kwa amani." Madi akaendelea na zoezi lake la kupiga makelele hapa. Jesse alimaindi huyo. Jesse akawa amesepa. Shola akawa amerudi wakaendelea kupiga makelele hapa sebleni. Kwa hiyo Shola na Jesse wakawa wamepishana. Hawakuonana kabisa. Mwana huko anateseka kinoma na hizi kelele. Hata kazi yake haiendi tena. Maana ni makelele tu yanapigwa hapa. Watu wanacheka tu kwa sebleni unaambiwa. Madi na Shola baada ya visasi vikaendelea hadi usiku wa manane. Wanafungulia redio kwa sauti kubwa huku wanacheka kwa nguvu kinoma. Hii hali inamnyima kabisa usingizi mchizi. Watu wanaenjoy tu huko.
Asubuhi mchizi akaja amenuna vibaya mno. Jana usiku ameharibia usingizi wake na bibi asemi kitu. Ulipaswa kuongea na daktari wako, sio mimi. Ule mziki wako ndo nini Jesse? Unakumbuka ulichoniambia siku ile? Hauwezi kunipangia kwenye nyumba yangu niliyolipa kodi. Tunza neno lako hilo, sawa? Nimepema sana kwa haya mambo. Jali mambo yako na mimi nijali mambo yangu. Sikupendi pia mzee. Ni majirani. Usiache ulichokianzisha. Hauwezi kunitisha mimi. Toa bicho lako hapa. Mwana akawa amekaza. Haya, endelea kuangalia nyama zangu. Kumbe mwanamke ambaye huwa anampenda Marvin ni Madi bana. Leo kamuona mubashara ise. Hata kuongea mchiza akawa ameshindwa. Akasema ni rafiki yake Jesse. Marvin anampenda kinoma Madi. Ikabidi angalie kwanza kwenye simu yake ili ajihakikishie kama ni mwenyewe kweli. Ndiyo yeye bana. Madi haelewi aise. Mchiza akaja kwa Jesse mkuku anafurahi kinoma. Akamwambia mwanamke ambaye alikuwa anampenda na kumtumia message nyingi DM amemwona sebleni kwake. Subiri, crush wako wa Instagram ndo huyu Madi? Mwana anafurahi kinyama yani. Ulisema naishi maisha ya gharama sana. Mwana akasema hata yeye hajui. Hongera mzee, lakini huyo crush wako ana tatizo la akili. Basi Marvin alikuwa anaelewa hapa, anaendelea na furaha zake tu. Upande wa Madi huku akasema amepata mteja mwenye pesa sana, kwa hiyo leo ataenda kumfurahisha hivyo. Shola akataka kumjua Jesse anafanya kazi gani na yukoje. Si uende kumuulize, inaonekana ni mtu muhimu sana kwako kuliko kwenda dukani kwako. Sidhani kama ni handsome kutokana na ukorofi wake. Nani amesema ni handsome? Ni mbaya kama tabia yake tu. Basi bana, Shola si akaenda kutafuta maji jikoni, akawa amekutana na Mwana. Bibi akavutiwa kinoma na Jesse. Wewe ndio ulimsaidia kupiga kelele jana usiku eh? Sio kihivyo. Ikoje? Hata hivyo sijavutiwa na namna ambavyo unaniangalia. Mwamba akaendelea na mambo yake tu hapa. Shola ameshushuliwa vibaya mno. Basi bana, Masela alikuwa na dili la utapeli wanalifanya. Mara ghafla yule mtu ni kama akashtukia mchongo hivi, akawalima block. Walimind yao mpunga mrefu kinyama umesepa. Wakawa wanatamani kama amfuate nyumbani kwake hivi. Mchongo umegoma kabisa. Huku Madi amekuja na furaha kinoma. Mwanaume aliyetoka kuonana naye kashamtumia Laki4 yake mapema tu na ni kiwango kikubwa sana cha pesa kwake. Mara kasikia kelele za mikito zinapigwa chumbani kwa Jesse. Usimuue tu huyo mwanamke, maana anapiga kelele sana huyo. Bibi akaendelea na mambo yake tu hapa, akaachana kabisa na mambo ya mikito ya Jesse. Kumekucha Madi akakuta kila kitu kimechafuka hapa jikoni. Mwana ametumia vyombo vyake lakini hajaviosha. Nani anajali? Mlikuwa mnapiga kelele kila mtu ajue umevusha demu. Chunga mdomo wako wewe. Kama umeweka mambo yako binafsi hadharani, acha tuzungumze. Sina muda na haya maigizo yako. Nitaosha vyombo vyako sawa, lakini usiongelee kabisa mambo yangu. Ziambie mbwa zako zisiguse vitu vyangu. Madi akawa amesepa. Muone, hauna akili kabisa. Ulichonacho ni makalio tu. Madi akaja analalamika kinoma sebleni huko. Mara Marvin akaja anataka kuongea na bibie. Nenda, rafiki yako yuko jikoni. Nimekuja kuongea na wewe. Kuhusu nini? Nimekuletea kitu cha kula. Bibie akacheka kishenzi hapa. Madi hakutaka kabisa hata kuongea na Marvin, akawa amesepa. Jesse akaja kumsema vibaya mno mwanae. Yule hana akili. Nilikuonya. Walipofika chumbani, Jesse akataka kukipiga kile chakula. Mwana akawa amegoma. Najua unavyojisikia ukiwa kwenye hali mbaya. Hauwezi kula hiki chakula. Naomba nikile mimi. Achana huyo mwanamke. Sio wa viwango vyako wewe. Huko nje wanajua tuna pesa, lakini uhalisia tunajua mimi na wewe. Utampa nini sasa yule mwanamke? Mate yako au? Maneno yako sijayapenda kabisa. Naomba niache na mambo yangu. Wewe vipi? Nani atakupenda Palagos wewe? Unanionyesha video zake kila siku. Ni mtu wa kusafiri sana. Ana biashara kubwa na vitu vingi yani. Utampa nini wewe? Marvin haelewi chochote hapa. Jesse akaona bora achukue msosi akaupiga mwenyewe tu. Akasepa zake sebleni. Sasa mchizi akiwa hapa sebleni, akawa amekuja Shola. Anataka kuongea na mchizi. Anataka wawe marafiki tu. Lakini Mwana akawa amekaza. Hataki kabisa mazoea na bibie. Yuko busy na kazi zake tu. Maneno ya Jesse yalimpa mawazo mengi sana Shola. Huku Madi anashangilia kuitwa tena na tajiri na ataenda kumpa kama milioni 1 safari hii. Shola anacheka kinafiki tu hapa. Cheka gani hilo la kinafiki? Hebu niambie kuna shida gani? Shola akasema anampenda sana Jesse. Madi akacheka kishenzi hapa. Akasema unampendaje yule sokwe? Nikushauri tu kama dada yako, achana na yule mwanaume.